Arne Slot sio kocha wa tactics. Kwa Crystal Palace walikuwa katika mipira ya cross au mipira ya kona walikuwa wanashindwa kuicheza. Naye anaingia kwenye mfumo wakamfumo Arne Slot la 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 la. Okay, anyway jamani, hakuna kuchekana. Weekend ndio ilikuwa hivyo, kama tunavyoiona, tunaona wengi wamepata matokeo na wengi wamevuna walichopanda. Lakini nataka nizungumzie kidogo kuhusu game ya Liverpool na Crystal Palace. Arne Slot ameshindwa kujua madhaifu ya Crystal Palace. Kitu cha kwanza. Kitu cha pili, Arne Slot ameshindwa kugundua madhaifu yake yeye mwenyewe. Though tumewini mechi tano, hii ya sita tumekuja kupoteza ambao tumetoa unbeaten. Kwa hiyo mtu ambaye amebakia unbeaten sasa hivi ni Crystal Palace, hajapigwa katika tangu ligi ianze. Kwa hiyo leo walikutana mmoja, ilikuwa lazima afe unbeaten ifunjike. Kwa hiyo Crystal Palace mpaka sasa hivi bado hajafungwa, na natoa tahadhari kwa yeyote atakayekutana na Crystal Palace awe amejipanga. Crystal Palace, Newcastle ni timu za hatari za kuogopa msimu huu. Hii wanasema ni surprise package. Crystal Palace ni surprise package. Newcastle pia yuko moto vibaya. Tena huyu Crystal Palace ndio kumogopa zaidi kuliko Newcastle, kwa sababu nakumbuka nishai kusema hapa nisema Newcastle anatumia nguvu kubwa sana, na nguvu anaotumia mpaka kufika mwisho wa msimu itakuwa wachezaji wamechoka, na hivyo kwa sababu anacheza kama finali, yani kila mechi anacheza kama finali. Kwa hiyo hana kikosi kipana cha namna hiyo cha kuweza kupambana mwanzo mwisho. Lakini Crystal Palace kwa anavyomuona hajichoshi sana, anatumia akili zaidi yule kocha wao. Anaitwa Oliver Glasner, anatumia akili sana. Kwanza nimpongeze. Hata leo ukiangalia game ya Liverpool, Arne Slot ameonekana kama underdog. Yani Arne Slot ameonekana kama ni kocha mdogo sana kwa Glasner. Amepelekwa vibaya, yani amezidiwa vibaya mno. Kuna mtu alishaye kusema kwamba Arne Slot sio kocha wa tactics. Ni kweli, leo nimegundua Arne Slot sio kocha wa tactics. Kwa nini? Kuna madhaifu mengi kuna madhaifu mengi niliyaona ya Crystal Palace. Nikajua Arne Slot labda atatumia madhaifu yao kupeleka mashambulizi na kupata matokeo. Kwenye mipira ya cross, tumeona kona zote walizopata Liverpool, Crystal Palace wameshindwa kucheza zile kona. Cross nyingi zilizopigwa na Liverpool, Crystal Palace walishindwa kuclear, mabeki wao walishindwa kuclear ile mipira, na mingi ilikuwa inapatikana Liverpool au inatoka. Nikajua labda kipindi cha pili Arne Slot atatumia zaidi cross, atatumia hawa mabeki na winga kuleta cross nyingi zaidi katika kuwashambulia. Labda angetumia mbinu hiyo ingeweza kumnufaisha na Liverpool angepata matokeo. Lakini kitu kingine nilichokuja kukigundua ni huyu kocha wa Crystal Palace ni mjanja sana. Kamzidi uwezo Arne Slot. Ukiangalia rhythm ya ile game ilivyokuwa inakwenda, mpaka unajiuliza kwamba huyu Arne Slot Liverpool ndo amekuja kama underdog kwenye mchezo, kwa sababu Crystal Palace wamemiliki mchezo kusema kweli. Mwanzo mwisho wamemiliki mchezo na nafasi nyingi wamezitengeneza. Wameshindwa tu wenyewe kufinish na kupata matokeo makubwa zaidi, mbali na haya ya 2-1. Ukiangalia kwamba kisaikolojia Crystal Palace walimuini Liverpool tangu kipindi cha kwanza. Crystal Palace alicheza mpira wake ule wa pasi ndefu, na Liverpool akajikuta naye anaingia kwenye mfumo, wakamfumua. Ukiingia kwenye mfumo watu wanakufumua. Kwa hiyo Crystal Palace walilazimisha sana kupiga pasi ndefu, wa viungo akipata mpira anarudisha kwa mabeki wakishapewa mpira forward wanakimbia mbele kina Mateta, na walitumia nafasi hizo vizuri. Cha kushangaza zaidi, Liverpool akaingia kwenye mfumo wa Crystal Palace na akaanza kupiga pasi ndefu. Tunaona kwamba mipira ikitoka zinapigwa pembeni, pasi hakuchezwi tena katikati. Tulishazoea kwamba mashambulizi kawaida huwa yanaanza kwa Gravenberch. Mashambulizi ya Liverpool yanaanziaga kwa viungo. Mpira ukitoka kwa mabeki kwa viungo wanajaribu kutengeneza nafasi, wana penetrate, wanapeleka mpira kwa washambuliaji. Lakini leo hata Gravenberch ambaye ndo mtengenezaji mashambulizi mkubwa wa Liverpool alikuwa akipata mpira na yeye anajaribu kupiga pasi kama za Crystal Palace. Kwa hiyo umejikuta umeingia kwenye mfumo ambao hujafanyia mazoezi, lazima watu wakufumue. Liverpool umeingia kwenye mfumo ambao sio wa kwako, na anashangaa Arne Slot ameshindwa kuligundua hilo. Ndio maana nikasema kwamba Arne Slot sio kocha wa tactics, ni kocha wa kutegemea uwezo wa mchezaji mmoja mmoja. Crystal Palace wamemchezesha Liverpool wanavyotaka wao, na Liverpool akakubali kucheza wanavyotaka Crystal Palace, mpira wa pasi ndefu. Tumeona kina Gravenberch hawajatembea na mipira kabisa. Tushazoea Gravenberch akipata mpira anatembea, anawadanganya viungo wenzake, anatembea anaenda anatoa penetration pass kwa washambuliaji wa Liverpool. Lakini leo ilikuwa tofauti. Gravenberch akipata mpira ni anapiga pasi 2-3, yani alikuwa kai na mpira kabisa. Tulishazoea Gravenberch ana tabia kukaa na mpira na kutembea nao.
Leo halikuwa tembei na mpira. Akipata mpira naye anacheza kama wanavyocheza hawa Crystal Palace. Ndio hivyo, Crystal Palace akapata nafasi ya dakika za mwisho kabisa akaitumia. Anyway, weekend ilikuwa hivyo, kila mtu kaumia, atakayepona atapona. Acha tumsikilizie Arsenal itakuwaje.